mboga vigagula na wakalisha makamtula na wachezesha kama zukula. Mafundo matatu. Mama, njaa inauma. Kuna maji ya mazingira ambayo tunaishi hapa kijijini. Maisha ni nyumba na kawaida. Si yale maisha. Kawaida kwa wewe, ila kwangu mimi naona sio kawaida. Ushaelewa? Sio tu kukaa tu kama hivi tunafanya starehe hapa, tuna kazi, tuna vibarua. Kikweli sio maisha mazuri. Lakini kweli bwana. Nachangia kitu cha msingi sana. Na kutaka kuzingatia kwamba mabosi zetu ambao tulikuwa tunategemea gari kipindi kile tulikuwa maji ya mkaa katakata kuni nini, sasa zote hapo wamestofisha kazi zao. Hasa wanapotegemea tunaishi vipi? Wanataka tueleze. Wakasema Abena, bwana, nina wazo kidogo. wazo gani? Unajua kijiji chetu sasa hivi kina mitihani mikubwa sana, lakini mitihani yenyewe kijiji chetu kimeingia bala njaa. Mbaya njaa kweli hapa mjini sasa hivi pana njaa sana, Kwa sababu sasa hivi kila unakoenda, kila shamba unaloenda kuangalia mazingira yake ndio kama hivi. Yaani hapatarajii kwamba hapo unaweza kupata chakula leo. ni kweli. Mwaka huu ni mtihani, tena ni mtihani mkubwa. Sasa nilikuwa na wazo moja, nilikuwa naomba tugawane majukumu. Maana sasa hivi kila familia inaangalia familia yake. Tunakuwa kwamba hili baya njaa imeingia kijiji kizima, lakini kila mmoja anaangalia familia yake. Hivi majukumu nimezungumza ni kwamba nilikuwa naona kwamba mimi nijaribu kutoka. Toke? Utoke uende wapi? Pambana. Hiyo ndio msingi. Kwa hata kikubwa ndugu yangu tunapambana kupata kibarua. Kama tukipata kibarua,
kila kitu kitafanyika vizuri. Napata wazo. Hiyo kama ile mashamba kwa hiyo sio ngani tu. Sasa ndio. Hiyo mama tukimpata mmoja tukafanikisha jambo tunalowaza hapa. Sasa tukapata barua hapo tukalimalima. Hizi kitu tukapata. Hata kama ndio ndio tukapata tofauti na tunavokaa. Fresh tu mwanangu, ndio kusikia wewe. Sikia. Twende, tusiongee sana. Au sio kamcheki. Nitoke niende nikaangalie vibarua kwanza. Najua wewe nikikuacha hapa nakasema hata kwa kipande hiki kilichobaki huku nitamalizia, kwa sababu huko nafasi kubwa tumeshauri. Mimi nikaangalia kibarua kijikimu na maisha na watoto. Yaani baba Kassim, wewe mwenyewe upo hapa na maisha huwezi. Unapotaka kuondoka unategemea nini? Baba Kassim, mbona una masiara wewe? Mimi siwezi. Lakini Kasembo yupo. Baba ni baba na mtoto ni mtoto. Eti usiniambie wewe unaondoka hapa, eti niachie mimi mtoto ndo anihudumie. Kwa kweli hapana, ndabe baba. Sisi nzidi kila nasi kuna hiyo mda. Kwanza sitaki hata kusikia. Matatu Yeah. Yeah. Makasembo, wewe umetoka ndani. Unaacha chakula amekuja kukaa nje huko. Hapo na mawazo mazito. Sio naona ile hali iliyoko ndani ni nzuri. Au unachukulia? Kiangalia mlo kama ule na watoto jinsi walivyo vile wanapokula. Wewe katika nafsi yako unajisikiaje? Hii familia unaiangaliaje? Unafuraha nayo yote moyoni mwako? Hivi kanagaa Mungu. Leo tumekosa sisi. Kuna mwingine kapata. Atakapokosa wewe kesho na sisi kesho tutapata. Hata kama. Lakini angalia hali ya watoto hizo. Na mlo jinsi hali ulivyo. Unauchukua. Ni kweli mchezungumzi kila mashiko. Na ni sahihi. Lakini angalia wewe usiangalia watu wengine. Mimi nimesikia uchungu sana.
Nimeumia kweli, ukiangalia mtoto kike na amenyanyuka kidogo, ni mtoto kike na bado ni mtoto mdogo. Ina maana hakuna chochote kilichokuingia ndani ya moyo, hakuna maumivu yote yalokuingia juu ya moyo. Kama huu unakuwa na raha gani? Hakuna na watoto pamoja mloka na maisha yetu jinsi yalivyo, kama nilivyokueleza mwanzo, shambani bado vioni vya vyakula bado haijafika hatua ya kusema kwamba naweza toka kwa moto maisha kwa baadaye. Yangu mimi bali nenda kesho wangu kujitarisha uende. Sawa, nadhani mimi kama nakubaliana na hili swala, haina haja kukaa muda mrefu. Ninahitaji kesho funge safari. Sawa, asante ndani.